Hujambo na karibu sana. Umewahi kujiuliza Kiswahili kinavyofanya kazi haswa? Basi, leo tutaivunja sarufi yake, tutaifanya iwe rahisi, yaani utaelewa kila kitu bila shida yoyote. Sawa, ebu tuangalie safari yetu ya leo. Kwanza, tutaanza na vile vitu vya msingi kabisa, matofali ya lugha. Kisha, tutafichua siri kubwa ya ngeli. Halafu, tutaona jinsi umoja na wingi vinavyocheza na sentensi. Baada ya hapo, tutazungumzia wakati. Na mwisho kabisa, utakuwa tayari kuunda sentensi zako mwenyewe. Twende kazi. Haya, tunaanza na misingi. Kila lugha, unajua, imejengwa kwa maneno. Ni kama matofali ya kujengea nyumba, na Kiswahili bila shaka sio tofauti. Aina kuu 5 za maneno ambazo ni muhimu sana kuzijua. Tuna nomino, vitenzi, vivumishi, viwelezi na viwakilishi. Hizi ndizo zana zako za ujenzi wa sentensi. Basi, tuanze na nomino. Fikiria hivi, kila kitu unachoweza kukitaja kina jina, sivyo? Mtu kama mama, sehemu kama shule, au hata mnyama kama simba. Majina haya yote ndizo nomino. Sawa, sasa hapa ndipo tunapofika kwenye sehemu ya kusisimua. Tunakwenda kufichua siri kubwa ya sarufi ya Kiswahili, kitu kinachoitwa ngeli. Hii ndiyo kanuni kuu inayofanya Kiswahili kiwe na mpangilio na mantiki ya kipekee. Haya, huu ndio ufafanuzi wake. Lakini inamaanisha nini hasa? Fikiria ngeli kama familia za maneno. Kila nomino iko kwenye familia yake, na kila familia ina sheria zake za jinsi maneno mengine yanavyopaswa kuendana nayo. Hii inahakikisha kila kitu katika sentensi kinazungumza lugha moja. Kwa leo, tutaangazia familia 2 tu muhimu sana. Kwanza, tuna ngeli ya AW. Hii ni kwa ajili ya viumbe hai wote, watu, wanyama na kadhalika. Alafu, tuna ngeli ya KV ambayo mara nyingi ni kwa ajili ya vitu visivyo hai. Tofauti ni rahisi sana, sivyo? Watu na vitu. Na sasa, hebu tuone uchawi wenyewe. Tutaona jinsi hizi ngeli zinavyobadilisha maneno mengine yote kwenye sentensi. Hapa ndipo utaona ule mpangilio mzuri wa Kiswahili ukifanya kazi live. Hebu angalia jedwali hili kwa umakini sana. Katika umoja, unaona viambishi awali, tuna m, ama, mrefu na anapika. Sasa, angalia kinachotokea kwenye wingi. Kila kitu kinabadilika. Vinakuwa wa mama, wa refu na wanapika. Unaona huo upatanisho? Kila neno linakubaliana na mwenzake. Huu ndio uzuri wenyewe. Kwa Kiingereza, maneno machache tu ndio hubadilika, lakini Kiswahili kinapenda mpangilio. Kila sehemu ya wazo, nomino, kivumishi na hata kitenzi, vyote vinakubaliana na kubadilika pamoja. Ni kama kwaya ambapo kila mwimbaji anaimba noti sahihi. Lugha inakuwa na mantiki na uwazi wa ajabu. Na kanuni ni ile ile hata kwa ngeli ya vitu. Kibeti kimoja ni kibeti kichafu, lakini vikisha kuwa vingi, vinakuwa vibeti vichafu. Kiambishi cha ki kinageuka kuwa vi. Ukishajua tu huu mchezo wa viambishi, umeshika sehemu kubwa sana ya sarufi ya Kiswahili. Sawa, tumejifunza mengi kuhusu nomino na ngeli zake. Sasa, hebu tugeukie vitenzi. Tutaona jinsi ya kuzungumzia mambo yaliyopita, yanayotokea sasa na yale yatakayokuja. Lakini kwanza, tunahitaji kujua ni nani anayefanya kitendo. Hapa ndipo viwakilishi nafsi vinapoingia. Tuna mimi, wewe, yeye kwa umoja na sisi, nyinyi, wao kwa wingi. Hivi ni muhimu sana ili tuweze kuunda vitenzi vyetu vizuri. Na hapa tena tunaona urahisi na mantiki ya Kiswahili. Kuonyesha wakati, tunatumia vipande vidogo vya maneno tunavyoviweka katikati ya kitenzi. Ni rahisi sana. Weka li kwa wakati uliopita, weka na kwa sasa, na ta kwa wakati ujao. Mfumo uko wazi kabisa. Sasa tuviunganishe. Unachukua kiambishi cha nafsi, mathalani ni kwa mimi. Unachukua kiambishi cha wakati, tuseme tata kwa wakati ujao. Kisha unamalizia na kitenzi chenyewe kama soma. Unavipachika pamoja na unapata nitasoma. Neno moja lenye maana kamili. Inavutia sana, sivyo? Sasa,
umefika wakati wa kuvichanganya vyote tulivyojifunza. Tumepata nomino, tumejua ngeli na tumeona jinsi ya kuunda vitenzi. Ebo sasa tujenge sentensi kamili. Kabla hatujasahau, tuongeze kiungo kimoja cha mwisho, vielezi. Haya ni maneno yanayoongeza ladha, yanatueleza jinsi kitendo kinavyofanyika. Je, unafanya kitu polepole au haraka? Vizuri au vibaya? Haya huongeza maelezo na kuifanya sentensi iwe hai zaidi. Na huu ndo muunganiko kamili. Wao walitembea polepole. Tuna kiwakilishi wao, wakati uliopita li, kitenzi tembea na kielezi polepole. Kila kitu kipo, angalia hata mtoto anacheza. Upatanisho bado unafanya kazi. Kila kitu tulichojifunza kiko hapa, kinafanya kazi pamoja kwa amani. Na kwa hayo machache umefanikiwa. Kuanzia maneno madogo madogo hadi siri za ngeli na ujenzi wa vitenzi, sasa unaelewa ule mfumo mkuu unaoendesha Kiswahili. Sasa una funguo mkononi. Kwa hivyo na kuachia swali hili dogo. Sasa kwa kuwa umeelewa mantiki na mpangilio wa lugha hii nzuri, ni sentensi gani ya kwanza utakayoijaribu kuiunda?